Kuna watu ambao hawakufuata dunia ila waliibadilisha. Wengine waliitwa vichaa, wengine walionekana kama wanaota ndoto zisizowezekana, lakini mawazo yao yalikuja kubadilisha kabisa mfumo wa maisha ya binadamu duniani. Na leo karibu kila kitu tunachotumia ni matokeo ya ideas zao. Mtu wa kwanza kabisa ni Nikola Tesla. Nikola Tesla alikuwa raia wa Croatia aliyezaliwa mwaka 1856. Tangu akiwa mtoto alikuwa tofauti sana na watoto wengine. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kufikiria mashine kichwani kabla hata hajazichora kwenye karatasi. Kipindi hicho dunia ilikuwa bado gizani. Miji mingi haikuwa na umeme, na sehemu zilizokuwa na umeme zilikuwa zinatumia mfumo wa DC, yani directional current, ambao haukuweza kusafirisha umeme umbali mrefu. Hii ilimaanisha kuwa viwanda na nyumba zilihitaji kuwa karibu sana na sehemu ya kuzalisha umeme. Lakini Tesla akaanza kufikiria tofauti. Aliamini kuwa umeme unaweza kusafirishwa umbali mrefu bila kupoteza nguvu nyingi, ikiwa current ingebadilika direction mara kwa mara. Hapo ndipo akaanza kuunda mfumo wa IC, yani alternating current, umeme unaobadilika kutokana na mazingira. Tatizo ni kwamba watu wengi hawakumwamini. Kampuni kubwa na wavumbuzi wengine walimpinga sana. Kulikuwa hata na kile kilichoitwa War of Current, yani vita kati ya mfumo wa DC na AC, direction current and alternating current. Tesla akaendelea kufanya majaribio usiku na mchana. Akatengeneza motors, transformers, yani kitu kinachobadilisha umeme kutoka DC kwenda AC au AC kwenda DC, generators, vitu vinavyozalisha umeme, na mfumo mzima wa kusambaza umeme. Baada ya mfumo wake kufanikiwa, dunia ilianza kubadilika kwa kasi kubwa sana. Miji ikaanza kuwaka usiku, viwanda vikaanza kufanya kazi masaa 24, mashine zikaanza kutumika kila sehemu. Kwa mara ya kwanza katika historia, maendeleo makubwa ya viwanda na teknoloji yakaanza kuwezekana kutokana na mtu huyu Nikola Tesla. Leo hii nyumba, mahospitali, internet, viwanda na karibu kila teknoloji duniani vinategemea mfumo wa umeme alioanzisha Tesla, ambao ni alternating current. Na kitu cha kushangaza zaidi ni kwamba alikufa bila kuwa tajiri mkubwa, lakini ideas zake zimeendelea kuendesha dunia mpaka leo. Mtu wa pili ni Steve Jobs. Steve Jobs alikuwa raia wa United States of America. Alizaliwa mwaka 1955. Akiwa kijana alikuwa na maisha ya kawaida sana, lakini alikuwa obsessed na technology. Yani alikuwa ni mtu anayependelea mambo ya teknolojia na design na uumbaji wa vitu mbalimbali. Hakupenda vitu vigumu kutumia. Aliamini teknoloji inapaswa kuwa rahisi kiasi kwamba hata mtoto hawezi kuitumia. Akiwa pamoja na rafiki yake Steve Wozniak, walianzisha Apple Inc. ndani ya garage ndogo. Kipindi hicho kompyuta zilikuwa ni kubwa sana kama chumba, gari, na zilikuwa zinatumiwa zaidi na kampuni na serikali. Lakini Steve Jobs akaamini kuwa kila mtu duniani angehitaji kompyuta yake binafsi. Baadaye akaenda mbali zaidi. Kipindi hicho simu zilikuwa na button nyingi, kila herufi na button yake. Internet ilikuwa mbaya, kamera zilikuwa dhaifu, na matumizi yake yalikuwa ya kawaida sana. Steve Jobs akaanza kufikiria, vipi kama simu inaweza kuwa kompyuta kamili mfukoni? Hapo ndipo iPhone ilipozaliwa. Kitu kilichofanya invention yake kuwa kubwa sio simu yenyewe pekee, bali ecosystem nzima aliyojenga. Alijenga App Store, touch screens, matumizi rahisi, kamera nzuri, internet yenye nguvu. Baada ya hapo dunia ilibadilika haraka sana. Biashara zinafanyika kwa simu hivi sasa, watu wanapata kazi kupitia apps. Social media imekuwa sehemu ya maisha. Video creators wamekuwa matajiri, sisi sote ni mashahidi. Elimu ipo mkononi. Unaweza ukajisomea na kupata elimu yako kamili kupitia mtandaoni tu bila hata kuingia darasani. Na watu wanaweza kufanya kazi duniani kote kupitia smartphone. Kwa kifupi,
Steve Jobs alifanya dunia ingie kwenye era mpya ya digital life. Mtu wa tatu ni Elon Musk, ambaye kwa sasa ndio tajiri namba 1 duniani. Elon Musk ni raia wa South Africa aliyezaliwa mwaka 1971. Akiwa mtoto alipenda sana vitabu vya science fiction. Watu wengi walivisoma kama stories za kufikirika, lakini yeye alivichukulia kama inspiration ya future. Baada ya kuhamia Marekani, akaanza kampuni mbalimbali za technology mpaka alipopata pesa nyingi, lakini badala ya kuishi maisha ya kawaida ya kitajiri, akaanza kufanya mambo ambayo watu waliona ni wazimu. Alisema, magari ya mafuta yataisha, binadamu wataishi sayari nyingine, na roketi hazitaki kutupwa baada ya matumizi. Maana hapo awali roketi ilikuwa inapoenda juu angani ilikuwa haina uwezo wa kurudi tena na kufanya kazi nyingine, kwa sababu inakuwa imeshaondoa mafuta yale, na hivyo inakuwa haina kazi na nyingine. Kupitia Tesla Inc. akaanza kutengeneza magari ya umeme. Kipindi hicho watu wengi waliamini magari ya umeme hayawezi kwenda mbali, hayana spidi na hayawezi kushindana na petrol cars. Lakini Elon Musk akawekeza billions kwenye battery technology na software. Baadaye ya magari ya Tesla yakaanza kuwa na spidi kubwa, kutumia AI systems, yani mifumo ya akili bandia, na kuweza kujiendesha yenyewe sehemu fulani. Lakini jambo kubwa zaidi zilikuwa ni SpaceX. Kampuni yake ilianza kutengeneza rocket zinazorudi kutua mwanzoni zilipotokea. Mwanzoni wakati anafanya zoezi hili, rocket zililipuka, kampuni ilikaribia kufilisika, watu walimcheka sana. Lakini baada ya majaribio mengi, rocket ikafanikiwa kurudi na kutua salama kutoka eneo ilipo launch. Na hapo ndipo dunia ikaingia kwenye era mpya ya space technology. Leo gharama za safari za anga zimepungua. Internet imefika maeneo ya mbali kupitia Starlink. Dunia inaelekea kwenye clean energy na binadamu wanaanza kufikiria maisha ya sayari nyingine. Mambo yaliyokuwa yanaonekana kama movie sasa yanatokea mbele ya macho ya watu. Mtu wa 4 ni Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ni raia wa United States of America. Alizaliwa mwaka 1984. Tangu akiwa mdogo alipenda sana codings. Akiwa chuoni alianza kutengeneza programs mbalimbali akiwa chumbani kwake. Hakujua kuwa project aliyokuwa anaifanya usiku mmoja ingebadilisha dunia nzima kupitia Meta platforms. Akaanzisha Facebook, ambapo mwanzoni ilikuwa website ndogo kwa ajili ya wanafunzi wa chuo, ambao ilikuwa ni kwa ajili ya kushare pictures, videos na vitu mbalimbali. Lakini Mark akaendelea kuongeza features kadhaa katika mtandao wa Facebook, ambapo aliweka kinaitwa profiles, pictures, likes section, comment sections, messenger section, yani sehemu ya kutuma message, live videos. Kidogo kidogo watu duniani wakaanza kutumia social media kila siku, na hapo mfumo mzima wa mawasiliano ukabadilika. Leo hii marafiki wanawasiliana online, biashara zinatangazwa online, influencers wanapata mamilioni. Tunawafahamu watu kama kina Mr. Bean, watu kama kina Show Speed, ni watu ambao wamepata utajiri mkubwa kupitia online influencer. Habari zinasambaa kwa sekunde. Uchaguzi wa kisiasa umeathiriwa na social media. Kwa mara ya kwanza katika historia ya binadamu, dunia yote ikaunganishwa kwenye platform moja ya kidigitali. Maana Facebook ndio mitandao ya mwanzo kabisa ya kuweza kuunganisha wanajamii, kushare vitu mbalimbali kupitia sehemu moja. Mtu wa 5 ni Jeff Bezos. Jeff Bezos ni raia wa United States, aliyezaliwa mwaka 1964. Alikuwa na kazi nzuri sana kwenye kampuni ya fedha, lakini alipogundua internet ilikuwa inakuwa kwa kasi, akaona kuna future mpya inakuja. Akaamua kuacha kazi yake na kuanza Amazon ndani ya garage ndogo. Mwanzoni alikuwa anauza vitabu online tu. Just imagine, mwanzoni Amazon ilikuwa ni kwa ajili ya kuuza vitabu. Watu wengi walimcheka kwa sababu kipindi hicho watu hawakuamini internet. Online payment ilikuwa inaogopesha na wengi walitaka kuona bidhaa dukani kwanza, lakini Bezos aliendelea kuboresha vitu kama deliveries, mfumo wa kuagiza, customer service, speed ya bidhaa kufika.
Kidogo kidogo Amazon ikawa giant wa dunia. Leo watu wanaagiza bidhaa kwa simu. Mtu yupo Tanzania anaagiza bidhaa Marekani, mtu yupo Kenya anaagiza bidhaa Sweden. Maduka mengi yamehamia online. Biashara ndogo zinaweza kuuza duniani kote kupitia mfumo wa Amazon. Na sio shopping tu, Amazon ilikuja kutengeneza cloud computing system ambazo zinaendesha sehemu kubwa ya internet duniani leo. Kwa kifupi, Jeff Bezos alibadilisha kabisa dunia ya biashara na mfumo wa ununuzi duniani. Mtu wa 6 ni Satoshi Nakamoto. Mpaka leo hakuna anayejua Satoshi Nakamoto ni nani kweli. Inaaminika alitokea Japani na mwaka 2009 akaanzisha Bitcoin. Kipindi hicho dunia ilikuwa imeingia kwenye financial crisis kubwa. Watu wengi walikuwa wamepoteza imani kwa benki na mifumo ya fedha. Lakini Satoshi akaanza kufikiria, vipi kama pesa inaweza kufanya kazi bila benki? Akatengeneza blockchain, mfumo ambao computers nyingi duniani zinathibitisha transactions pamoja bila serikali au benki kuthibitisha moja kwa moja. Ni mfumo wa online transfer system. Mfumo wake, mwanzo watu waliona Bitcoin kama utani wa internet, lakini miaka ilivyopita thamani yake ilipanda, investors wakaingia, serikali zikaanza kuifuatilia na crypto industry ikazaliwa. Leo blockchain technology inatumika kwenye finance, kwenye security, kwenye contracts na system mbalimbali duniani. Mtu ambaye hakuna anayejua sura yake aliweza kuanzisha mapinduzi makubwa ya fedha duniani. Mtu wa 7 ni Wright Brothers. Wright Brothers walikuwa raia United States of America. Walizaliwa miaka 1860. Walikuwa mechanics wa baskeli, lakini walikuwa obsessed na swala moja. Kwa nini ndege wanaweza kuruka lakini binadamu hawawezi? Kipindi hicho watu wengi waliamini binadamu hawawezi kuruka kwa kutumia mashine, lakini wao wakaanza kusoma movements za ndege, movements za upepo, balance and shape of wings. Wakafanya majaribio mengi sana, baadhi yalishindwa. Wengine waliwaona kama waota ndoto, lakini hawakuacha. Hatimaye mwaka 1903 ndege yao ikapaa angani kwa mafanikio. Ingawa safari hiyo ilikuwa fupi, ilikuwa mwanzo wa dunia mpya kabisa ya leo. Unaweza kusafiri maelfu ya kilomita ndani ya masaa machache. Biashara za kimataifa zimekuwa, tourism imekuwa industry kubwa sana. Mataifa yameunganishwa kupitia ndege. Dunia imekuwa kama kijiji kimoja kutokana na invention yao. Kitu kinachounganisha watu hawa wote ni kimoja. Walithubutu kuamini idea ambazo dunia iliona haiwezekani. Na mara nyingi mapinduzi makubwa duniani huanza kama ndoto ambayo watu wengi wanaicheka, lakini mwisho wake ndoto hizo hubadilisha historia ya binadamu milele. Thank you for listening me. This is Isban Infos and I'm Shebi Skills.